as I'm called by Father to preach your word, may you use me as your vessel this tonight. In the name of Jesus, I cancel every satanic channel that was created against us. I break every chain of the enemy that was my Father made against our life. Tonight, God, I'm here, and I need you, King of the glory. My Father, my Lord, beyond here, there are your disciples. They are ready to receive your word. Father, I pray in the name of Jesus, as we continue, as we proceed, Father, I need your kingdom to come in Jesus' name. Somebody, you can say amen. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. We have to understand our Redeemer lives. Mkombozi wangu yuani. Mkombozi wangu yuani. Ama mtetezi wangu yuani. Unapoelewa mkombozi wako anaishi na atakwenda kukusaidia jambo lolote utakayokwenda kuifanya. Bwana huyo Yesu chochote utakachofanya, Mungu atasimama na wewe. Chochote utakachofanya, Mwokozi atakusaidia. Lakini swali, je, the question is, are you knowing that my Redeemer lives? Yaani mkombozi wangu anaishi. Unaelewa kana kwamba mkombozi wako anaishi. Mkombozi wako anaishi. Lazima kwanza tuelewe na ni nani tunatafuta, kwa sababu anaishi na sisi, maana tunaishi. Tunastahili kumtafuta huyu anaishi milele, na ndiye mtetezi wetu, ya kwamba this tonight, this revival service, you want to be ready to receive what God has already prepared for you in the name of Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. Na ukiwa tayari, Bwana atakusaidia. Haijalishi tuko wengi ama tuko wachache, lakini jambo moja ninajua, kwa sababu mahali wawili watatu wako wakitafuta jina lake Bwana na wakimwabudu Bwana, Yesu ako pamoja na wao, na tuko zaidi ya watu watatu. Inatangaza siku ya leo, amini Bwana, na Bwana anapoingia, vile umeandaa moyo wako, vile umepasua roho yako, Yesu ataingia. Kwa sababu gani? Ni mtetezi wako na anaishi. Naposoma kitabu cha Ayubu, in the book of Job, chapter 19 verse 29, Biblia inasema hivi, kitabu cha Ayubu 19:29, no, 19:25. Sasa kwanza mstari wa 25. Job 19:25. Bible says, lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yuani. Oh my God. Lakini mimi najua mteteaji wangu yuani. Na ndio nimetangulia kukuambia, our title is My Redeemer Lives. Unapoelewa mteteaji wetu ako hai, yaani anaishi, lazima akusaidie. Hata kama utapitia kwa mateso, hata kama utapitia kwa majaribu, hata kama utapitia kwa vita, hata kama utapitia yaani mapigo ya aina gani,
kwa sababu watu huwa tunaweza pitia kwa kuchekelewa, kwa kupigwa, kwa kuvitiniwa na kuwekelewa mambo mengi zaidi. Hapa mahali hapa hakuna mtu hajawahi sema hajaiwekelewa, hata kama ni kitu kadogo, na unajua si ka ukweli, lakini already umewekelewa. Ngawa tuko mahali pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Si uliwekelewa? Hata kama ni kitu kadogo, hakuna mtu hawezi sema hajawekelewa. Na hiyo ni jambo inaonyeshana ishara ya kuwa vile wewe uko na uhusiano wako na Mungu, na jinsi wewe hakika wokovu wako unafanya kazi. Kama uko mahali hapo na haujawahi sema, inamaanisha bado umebakia. Kuna mambo yamebaki kwako, na ndiposa usiku wa leo nimekuja kukuambia our Redeemer lives. Now because our Redeemer lives, we have to serve Him, we have to worship Him, we have to testify what the Lord God has done in our lives, because He is our professor, God is our supervisor, and we are here to listen from above. That is why we are not here in vain, but we are here for the reason to receive what God is going to send unto us through His servant. Bwana Yesu atukuzwe. Unapokuwa tayari, Bwana na yeye ameandaa, na ndipo kile ambacho kinakuja kwako kitakusaidia, kwa maana kimeandaliwa kwa wakati, na kila neno inakuanga na wakati. Neno hili ya leo ni ya wakati tu, ya kwamba ikusaidie, ya kwamba ikubariki, ya kwamba ikusaidie na ikujenge. Maana kuna mahali unajengwa siku ya leo, lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yuhai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Hatimaye ni mwisho, swali lingine, na ya kuwa mwisho atasimama juu ya nchi, ama hatimaye atasimama juu ya nchi. Huyo ni nani? Huyo ni mkombozi ambaye ni Yesu Kristo. Na hiki ni kitabu cha Ayubu. Nakumbuka mahali hapa ni baada ya Ayubu alikuwa ameteseka, amepigwa mapigo makubwa na amelia kilio kingi, lakini ikafika mahali Bwana akamtetea, Bwana akasimama na yeye. Na tangaza hata leo Bwana anaweza akasimama na wewe. Unaweza ukapigwa na maadui zako, unaweza ukanenewa na maadui zako, wakitaka usiendelee, wakitaka usifaulu, wakitaka kazi yako isije ikakuletea matunda. Lakini jambo moja ninaijua jioni ya leo, ya kwamba ninajua mteteaji wangu yuhai, na atakuja kusimama hatimaye wakati wa mwisho. In the name of Jesus, atakuja kusimama hatimaye. Lazima Mungu akusaidie. Atakuja kusimama wakati wa mwisho, kwa sababu ni Yesu tunasikia kupitia kwa Biblia. Huyo ni Yesu ambaye tunaambiwa wakati wa mwisho anakuja kusimama. In the name of Jesus, natangaza leo hii juu ya nchi, hatimaye atasimama juu ya nchi. Na akisimama, ni nani atakuwa tayari? Atasema, Lord God, I'm ready to go with you. Lord God, I'm prepared. I'm fully prepared, so that you can pick me to move together. Praise the name of the Lord. Always ready. We are supposed to be ready all the time, day to day, hour after hour, second to second, minute to minute. We
week, month to month, year to year. Yani I mean all the time. You are supposed to be ready when Jesus is coming. Atakuja kuchukua nani? Kwa sababu rapture itakuja. Rapture itakuja. Na wakati rapture itakuja, ni nani atakuwa tayari aseme Bwana niko mahali hapa? That is why maandiko yanatuambia kitabu cha Ayubu 19:25, ninajua mteteaji wangu anaishi. Ninajua mteteaji wangu anaishi na atakuja kusimama juu ya hiki. And I believe that if you are ready, Mungu atatua pamoja na wewe. Kama uko tayari, Bwana atakutangulia na Bwana atakuacha kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen.